Shida sio kishindo cha wakoma. Shida ni Mungu aliyeingilia kati kuwasikizisha wale jeshi la Waalamu sauti. Kwa hiyo ilikuwa ni message kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Walisikia kwa masikio haya. Mungu aliwatumia ujumbe, nao wakakimbia. Kwa sababu gani? Elisha alikuwa ameshatabiri kwamba kesho majira kama haya chakula kitapatikana kwa wingi hapa mlangoni. Huo nabii ulitengeneza sauti kwenye ulimwengu wa roho ya kelele za magari na farasi na jeshi kubwa likija kwa Waalami. Wakakimbia, wakaacha kila kitu. Cheki, wale wakoma walipofika walishangaa sana kuona hakuna mtu. Wakarudi Samaria na kuambia, jamani, tumeona jeshi, tumeona kambi ya Washami iko kama ilivyo, kila kitu kiko pale, wamekimbia tu wao. Samaria kulikuwa na njaa ikaishia pale. Kilichotengeneza ni nini? Sauti. Kuna ujumbe wa sauti umetumwa kutoka mbinguni kwenye ulimwengu wa roho duniani. Ninachotaka uelewe ni kwamba sio kila sauti unayosikia, sio kila kitu unachosikiliza ni cha kiroho, ni cha kimwili. Vingine vinatoka kwenye ulimwengu wa roho. Kishindo cha wakoma 4. Wakoma ni watu ambao viungo kama vinaisha, kwa hawana nguvu hata kwenye miguu ya kukanyaga kishindo cha kumshtua hata mende. Sasa wanakimbiaje jeshi la Waalamu kwa kusikia kishindo? Kwa hiyo walipokuwa wakinena kwa lugha wale wanafunzi, Roho Mtakatifu kama mpasha habari alichukua television kubwa kwenye mji. Kwa sasa kila aliyesikia alikuwa anasikia kwa lugha ambayo yeye anaelewa. Kwa uwe na uhakika ilikuwa sio kelele ndogo, kwa sababu watu wa mjini pale Yerusalemu wote walisikia hawa watu wakinena kwa lugha. Roho Mtakatifu akatuma ujumbe kwa wale walio pembeni, akawapelekea sauti ambayo sio wale wanaongea. Imekuwaje sisi kusikia? Okay, wao wananena kwa lugha ambayo sisi hatuelewi, lakini sisi tukisikia, tunasikia wanaongea kwa lugha zetu, na kila mtu anasikia kwa lugha yake. Kwa hiyo yule anayeongea hana shida. Kuna kitu kimeingia katikati, ujumbe kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja huku. Ujumbe wenyewe ni gani? Baada ya dunia kuwa na lugha moja, Mungu akaichafua. Roho Mtakatifu ndipo alipokuja kuirudisha ile lugha. Angalia ile Sefania 3:9. Biblia anaongea pale kwamba ndipo nitakapowarudishia lugha iliyo safi. Ndipo nitakapowarudishia lugha iliyo safi. Kwa hiyo kwa kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu alipeleka habari kwa wale waliokuwa wanasikia kwamba ule unabii umetimia, ile lugha safi imekuja, wote tunaweza kuelewana kwa lugha ya Roho Mtakatifu. Walijuaje? Walipata voice note. Kama kulikuwa na WhatsApp, basi ni mtu aliforward kwa kila mtu ka ujumbe kafupi ka sauti. Kama kulikuwa na mitandao ya kupiga simu kama tulionayo, basi Roho Mtakatifu aliwapigia wote, kama vile ambavyo mitandao ya simu kwa ile namba 100 uwaga inapiga kwa kila mtu. Kuna kaujumbe kamerekodiwa wanakupa, hakuna mtu anaongea naye, ila unakasikia kana kuelekeza maelekezo yote. Ndicho kama kitu ambacho alifanya Roho Mtakatifu. Aliwapelekea kila mtu nyumbani kwake. Aliwapelekea kila mtu anayesikia ujumbe ambao kwa lugha yake mwenyewe. Unaona Washami, kile kishindo cha wale watu 4, Roho Mtakatifu akaingilia kati kutangaza habari ambayo hata wakoma hawajui. Maana wao wenyewe walipofika kule walikuwa wanashangaa, imekuwaje hapa hakuna mtu? Lakini bahati nzuri walipewa kuelewa kwamba kuna sauti, kuna ujumbe, kuna taarifa ilitolewa kwa sauti. Kwa hiyo kama kuna mambo ambayo ni ya kuwa nayo makini, sauti, maandiko. Nimekuonyesha kwenye Biblia namna ambavyo sio vitu vya kucheza navyo tu. Unaweza ukachukulia kawaida
lakini vina mambo ya kiroho kuliko unavyofikiri. Hawa watu walikuwa ni wanajeshi, walikimbizwa na sauti. Unakumbuka Yeriko ambavyo walipigiwa kelele mji ukaanguka? Wana wa Israeli waliuzunguka siku 7, kila siku mara moja. Ile siku ya 7 wakazunguka mara 7. Cheki walichomaliza, sauti. Zile sauti ziliposikiwa, ukuta ukaanguka chini. Sauti ni jambo la kiroho. Wale watu waliokuwa pembeni ya Yesu saa Baba anaongea, walikuwa wanatumiwa ujumbe, na ndio maana Yesu anasema sauti hiyo ni kwa ajili yenu. Angalia jinsi unavyosikia. Sio kila kitu unachosikia kinaweza kukawa sawa. Sio kila kitu unachosikia ni cha kimwili. Anaweza akawa anaongea mwanadamu, lakini kikakuvunja moyo.